Bwana Yesu asifiwe. Ni wapende kuwakaribisha vijana katika mwendelezo wa juma la vijana. Ni Mungu anahitaji kusema na vijana. Anahitaji kuturudisha kutoka umbali mrefu tulioenda. Watazamaji na wasikilizaji wa Tulusmai TV, somo letu la leo lina kichwa kinachosema Adam, Adam uko wapi? Somo letu linasema Adam, Adam uko wapi? Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, somo linasema Adam, Adam uko wapi? Roho wako mwema anatosha kutafasiri hili neno kiasi cha kufanya ujumbe uwafikie wasikilizaji. Asante Mungu, kwa maana kuna mmoja atavutwa kwako, na nakushukuru kwa sababu Roho wako mwema yuko pamoja nasi mianzo hadi mwisho, kwa jina la Yesu, amen. Somo la leo lina kichwa kinachosema Adam, Adam uko wapi? Kwa majina naitwa Elia Kora. Katika uumbaji wa Mungu, kiumbe cha pekee kilichokuwa na thamani na yani toka uumbaji wa Mungu, kiumbe pekee chenye thamani kubwa ni mwanadamu. Mwanadamu amekuwa kiumbe chenye thamani kutoka karne hata karne. Na Mungu amemtafuta mwanadamu kutoka mwanzo alipoanguka katika bustani ya Edeni mpaka sasa hivi tupo mission ya kumkomboa mwanadamu ishakwisha kukamilika. Hivyo mission inayosubiriwa ni ya kuja kuchukuliwa kwa mwanadamu kutoka katika ulimwengu. Mungu aliumba ndani ya siku sita, na siku ya kwanza alitamka vikatokea, siku ya pili mpaka siku ya sita. Siku ya sita anapoenda kumalizia uumbaji, anamuumba mwanadamu kwa namna ya tofauti kidogo. Anapomuumba mwanadamu anachukua udongo, anachukua na pumzi, anaviunganisha, anatokea mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ndio kiumbe pekee ambacho kina thamani kubwa. Haijalishi mwanadamu amezalauliwa kiasi gani, haijalishi mwanadamu anaonekana hana thamani kiasi gani, haijalishi amekataliwa kiasi gani, haijalishi ameshindwa mara ngapi, haijalishi amekata tamaa, ila ngoja nikwambie katika siku ya leo, mwanadamu ndio kiumbe chenye thamani kubwa mbele za Mungu, na ndio kiumbe kinachotazamwa kuliko viumbe vyovyote katika ulimwengu. Hivyo katika siku ya leo, wewe kijana unayenisikiliza, wewe ni wa thamani. Usikubali kupoteza thamani yako kwa vitu visivyokuwa na faida. Usikubali kuipoteza thamani yako kwa vitu vya muda. Sikiliza wewe kijana unayenisikiliza katika siku ya leo, mwanadamu, wewe ni wa thamani. Katika kitabu cha Mwanzo 2 kinahitimisha uumbaji wa Mungu, kinaanza kueleza namna ambavyo Mungu alimuumba mwanadamu. Biblia inasema kwamba siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tafasiri yake ni kwamba ili mwanadamu aumbwe, yani mwanadamu ametokana na udongo na pumzi, na ndio tunapata mwanadamu. Yani udongo plus pumzi tunapata mwanadamu. Biblia inaendelea kusema Bwana Mungu
akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akaweka ndani yake huyo, akamweka ndani yake huyo mtu ailime na kuitunza. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka fungu la 12. Fungu la 12:14 nasema hivi: na jina la mto la tatu ni Hedeki. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula ya matunda ya mti huo utakufa hakika. Mwanadamu anapoumbwa anapewa utashi wa kuchagua kwamba kutii ama kutokutii. Sasa Mungu anamuumba mwanadamu, anamweka katika bustani ya Edeni, na jambo la kwanza mwanadamu alipewa ni kazi ya kulima na kuitunza na anapopewa hiyo kulima na hiyo bustani, Mungu anampa maelekezo. Yaani sauti ya Mungu inasikika kwa Adamu na Hawa ya kwamba matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini mti wa mema na mabaya usile, maana utakapokula utakufa hakika. Haya yalikuwa ni maelekezo ya kwanza kabisa ya Mungu kwa Adamu na Hawa. Kwanza nikwambia, katika umri wa ujana, maelekezo ya kwanza kabisa tunapata kwa wazazi, na kanisani sehemu ambapo maadili yanafundishwa, ila maelekezo ya kwanza kabisa ni ya wazazi, na ndo maelekezo ambayo ni sahihi katika maisha yetu. Yaani kijana unayenisikiliza, ili uwe na maisha yaliyo bora katika ulimwengu, ili uendelee kukua na kustawi vizuri katika ulimwengu, ni lazima usikie sauti ya kwanza ambayo ni sauti ya wazazi inayotoa maelekezo. Kuna vijana wengi ambao wameharibika katika huu ulimwengu, sio kwa sababu hawakufundishwa, ila kwa sababu walishindwa kuitii sauti ya kwanza ambayo ilitoa maelekezo kwao. Sauti ya kwanza kwa Adamu na Hawa inayotolewa ni ya Mungu juu ya wao namna gani ya kuishi katika bustani. Sikiliza, tupo katika ulimwengu ambao kuna jema, kuna baya. Sasa wazazi ndio wanaotoa sauti ya kwanza ya kutufanya sisi tuishi bora katika ulimwengu. Lakini katika ulimwengu, katika karne ya 21, pana ongezeko kubwa la vijana kutokutii sauti ya wazazi na kufuata sauti ya watu wengine, ambayo kiuhalisia imetupelekea kuishi maisha ambayo ni mabaya na kujuta na kutamani kurudi, japo kuna wakati fulani hivi tumeenda umbali mrefu, hivyo inatupa gharama kubwa kurudi. Sikiliza, hayo ni maelekezo ya Mungu. Mungu amesema mtakapokula hakika mtakufa. Sikiliza, kuna wazazi kabisa ambao wameelekeza 1, 2, 3. Kijana, unakifanya 1, 2, 3 ni sawa, lakini ukifanya hivi utakufa, utapotea, utaharibika. Lakini unashangaa vijana tumechagua kuasi maelekezo ya wazazi. Ngoja nikwambie, kuna vijana wengi ambao wamefika mjini wamebadilika. Ndio wengine wameacha mpaka na dini, wakaacha mpaka maelekezo. Enyi vijana, turudini katika maelekezo ya kwanza ya wazazi, maana hapo ndipo ulipo msingi wa maisha bora kwetu sisi, maana hapo ndipo ulipo msingi bora wa maisha ya wanadamu. Mungu ametoa maelekezo kupitia wazazi, hivyo tuwatii wazazi sawa sawa na kumtii Mungu katika maisha yetu. Sikiliza, hayo ni maelekezo. Sasa katika Mwanzo 3 Biblia inaanza kwa kusema,
Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sikiliza, moja ya makosa ambayo Hawa alifanya ni kuanza kudiskasi na shetani. Yaani ni sawasawa na mtu amejipeleka katika majaribu alafu anaomba Mungu amwepushe. Yaani sawasawa na mtu fulani hivi alafu, yaani sawasawa na binti fulani hivi amejipeleka kwa mwanaume alafu nakuta anaomba Mungu anisaidie kushinda jaribu la uzinzi. Yaani kwa mfano binti amejipeleka kwenye geto la mwanaume alafu nakuta naomba Mungu aniepushe na uzinzi. Kwa hiyo utakuta ya kwamba yupo katika uwanja wa majaribu kuanza kudiskasi kiasi kana kwamba alikuwa na uwezo wa kuepuka hayo mazingira ili kuweza kushinda jaribu. Kuna nyakati nyingine tumeshindwa kukontrol majaribu na kushinda majaribu kwa sababu tulijiingiza katika majaribu, kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Mungu. Sikiliza, usianze kudiskasi dhambi na shetani. Nitende nisitende. Kwa hiyo katika maisha yetu vijana, kuna vitu vingi sana vinavyoshawishi. Yaani tupo katika ulimwengu ambao kuna vitu vingi ambavyo vinashawishi na vimetengenezwa katika kuwavuta vijana na wingi wa hivyo vitu huwa vinatutoa mbali na Mungu na maelekezo ya wazazi na maelekezo ya Mungu. Ngoja niwaambieni vijana, tuwe na akili ya kutambua ili tuweze kushinda katika majaribu. Biblia inaanza kusema hivi: kwa maana shetani anamuuliza, hivi Mungu ndivyo alivyosema msile matunda bustani? Yaani ni swali la kumtega. Lakini mwanamke anaingia kwenye mtego, asema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ngoja nikwambie, sikiliza, kuna katika kipengele hiki ndio utagundua kwamba tupo katika karne ambayo kuna watumishi wengi ambao anaweza kasema 90% ukweli ila uongo 100%, na mtu akapotea milele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shetani anasema uongo na ukweli kwa wakati mmoja. Yaani anamwambia kwamba hakika hamtakufa, huu ni uongo, lakini na maelekezo lakini anapoendelea fungu la 5 sasa hivi, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Yaani kuna baadhi ya yaani shetani alisema uongo na ukweli kwa wakati mmoja. Ndivyo katika karne ya 21. Yaani kuna ongezeko la watumishi ambao wanaonekana kuwa ni wakweli kwa sababu ya 90% wa kile wanachokisema, lakini ndani ya uongo unakuwa ni 10%. Kihalisia, ngoja nikwambie, unaweza ukamwona mtumishi lakini sio mtumishi wa Mungu. Inakupasa kuwa na akili ya kutambua mtumishi wa Mungu na yupi. Maana tupo katika zama za mwisho ambapo shetani anafanya kila mbinu kuhakikisha watu wanapotea. Wewe nikwambia, Biblia inaenda kusema hivi: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda ya mti akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote, wakajijua ya kuwa wauchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Ngoja nikwambie, katika kitabu cha Mwanzo 16 Biblia inasema
Mungu aliwaambia wasile matunda ya mti wa bustanini. Hiyo ni sauti ya kwanza. Katika kitabu cha Mwanzo 3 kuanzia sura ya kwanza inakuja sauti ya pili ambayo inamwambia kwamba ule matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akatoa na sababu zake. Tafasiri yake nini? Tafasiri yake ni kwamba kuna watu wengi ambao wamepotea katika huu ulimwengu kwa sababu ya kushindwa kusikiliza sauti ya kwanza, ambayo ni sauti ya Mungu inayosema kupitia wazazi. Na wamepotea, wameenda umbali mrefu kiasi kana kwamba kuna gharama kubwa kuwarudisha. Kuna watu ambao waliposikiliza sauti ya pili, kuna wengine wamejikuta wamejiingiza katika masuala ya usagaji. Kuna watu wengine waliposikiliza sauti ya pili wamejikuta wameingia katika swala lazima la wamezama katika ulevi. Kuna vijana wengine ambao waliposikiliza sauti ya pili wamejikuta wakiingia katika swala zima la uvutaji wa madawa ya kulevya. Kuna vijana waliposikiliza sauti ya pili ambayo inatoka kwa mwovu, ambayo inatoka kwa shetani, walipoisikiliza wameingia katika maisha ya uovu, ambapo kutoka kule kuna gharama kubwa. Ngoja niwaambie ya kwamba vijana wenzangu, imetupasa kusikiliza sauti ya kwanza inayotoka kwa Mungu kupitia kwa wazazi wanapotuelekeza, ili kuepuka, maana sauti ya pili ina madhara makubwa ambayo imepelekea kuharibu maisha yetu. Mungu wa mbinguni atusaidie vijana, maana sauti ya pili ni sauti ambayo imeharibu maisha ya watu wengi. Kwa kusikiliza sauti ya pili, ulimwengu uliingia dhambini. Hivyo hata vijana wenzangu mnaonisikiliza, kuna watu ambao alisikiliza sauti ya pili kutoka kwa rafiki yake. Yaani kuna mtu ambaye alisikiliza sauti, kijana mwenzangu alisikiliza sauti ya pili kutoka kwa rafiki yake. Yaani mzazi alimwambia usifanye 1 2 3, lakini rafiki akaja na ushawishi, akamshawishi kijana, amejikuta ameingia katika ulaibu wa madawa ya kulevya, ameingia katika maisha ya dhambi ambayo yeye pia anajuta akikumbuka sauti ya kwanza ya wazazi ambayo ilitoa maelekezo. Na ndivyo ilivyokuwa wakina Adamu na Hawa, walijuta baada ya kusikiliza sauti ya pili ya shetani. Biblia inaendelea nasema hivi, walipokula matunda, jambo la kwanza kabisa walipokula tu matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, cha kwanza utukufu wa Mungu ulitoweka. Na utukufu wa Mungu ulipotoweka, wakajijua ya kwamba wako uchi. Yesu asifiwe. Na wako uchi, na tukio linalofuata, wanaanza kujitafutia namna ya kuweza kusolve hilo tatizo. Yaani wakaanza kujitafutia njia zao ili kuweza kutatua changamoto. Ngoja nikwambie, tunapozama katika maisha ya dhambi, utukufu wa Mungu unapotea. Ngoja niwaambieni, yaani tunapozama katika maisha ya dhambi, utukufu wa Mungu unatoka katika maisha yetu. Kitu kingine kinachofuata baada ya utukufu wa Mungu kutoka katika maisha yetu, kinachofuata tunajitenga mbali na Mungu kwa sababu ya hofu tunayoipata kutoka katika dhambi tuliyoifanya. Ngoja nikwambie, moja ya dhambi ambazo zimeua kalama ya wahubiri wengi ni dhambi ya uzinzi. Yaani wale wahubiri wenzangu ambao mnanisikiliza, dhambi ya uzinzi unapoifanya, kuna nguvu ya Mungu ambayo inatoka katika maisha yako ambayo haitorudi kamwe. Ngoja nikwambie, kwa wale tulio wahubiri wa Injili, waimbaji, wainjilisti, wachungaji, unapoanguka katika dhambi ya uzinzi,
kuna nguvu ya Mungu inayotoka katika maisha yako ambayo itakugharimu kuirudisha, na pengine isirudi kabisa katika maisha yako. Hivyo kuwa makini katika utumishi. Ngoja nikwambie, dhambi ni tamu unapotenda, ila matokeo yake ni machungu. Adam na Hawa walipokuwa wanakula matunda walijihisi kuwa ni raha, ila baada ya kula matunda matokeo yake yalikuwa ni makubwa. Ngoja nikwambie, moja ya vitu ambavyo pia kutoka katika bustani ya Edeni, wanadamu alijengwa kuwa na hofu, na ndio maana katika hii karne ya 21 pamekuwepo na ongezeko kubwa la wadada wengi kutoa mimba. Kikweli dhambi ya uzinzi ni nzuri sana na ni tamu sana wakati mkiwa mnafanya, ila matokeo yake ni machungu. Ni matokeo yake yanakatisha, yanaondoa ndoto nyingi za watu wengi. Ngoja nikwambie, yaani dhambi ya uzinzi ni dhambi ambayo ni tamu sana ukiwa unafanya, na ni raha pia ukiwa unafanya, ila matokeo yake yameharibu ndoto za watu wengi. Matokeo yake yamejenga maumivu ya kudumu kwa watu, kwa vijana wengi. Matokeo yake yamesababisha na kuzima ndoto za vijana wengi. Yaani uzinzi ni dhambi ambayo imewaleta vijana wengi katika wimbi la kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kwa sababu ya aibu, utakuta kuna wadada wengi ambao ni wafiwa ndani, hata ndani ya kanisa. Yaani kuna wadada wengi walioko nje ya kanisa na walioko ndani ya kanisa ambao ni wafiwa kwa sababu ya kutoa mimba. Yaani hebu just imagine, wewe ni Mwadventista, Mwadventista au sio Mwadventista, dhehebu lolote lile, unatoa mimba. Kiuhalisia ni dhambi ambayo lazima itagharimu maisha yako. Hii inatokana na kuwa na hofu. Yaani baada tu ya wanadamu kuingia katika dhambi tukajengewa hofu, na ndio maana hofu ndio silaha kubwa ambayo shetani anaitumia kuharibu direction ya vijana wengi, kwa sababu kuna vijana ambao walipoanguka katika hiyo uzinzi wakaingia wakapata, wengine wadada walipopata mimba walijikuta wakiingia katika dhambi ya pili ya kutoa mimba. Kwa hiyo vijana wenzangu ambao mnanisikiliza, tuwe makini sana tunapokutana katika haya maisha ya ulimwenguni, tunapopita katika huu ulimwengu. Kwa hiyo Adam na Hawa, utukufu wa Mungu ulitoka katika maisha yao, wakajijua ya kwamba wako uchi, wakaanza kujitafutia njia na namna ya kuweza kutatua tatizo. Na ndivyo ilivyo katika maisha yetu leo. Vijana wengi tunapoanguka katika dhambi, tumekuwa tukitafuta namna ya kusolve tatizo kisirisiri, ambazo zimekuwa ni njia ambazo zimeharibu maisha yetu zaidi. Biblia inaendelea kusema hivi, wakajificha, wakajifanyia nguo, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mke wake wakajificha kati ya miti ya bustanini, Bwana asiwaone. Hebu jiulize, kichaka chako ni nini? Kuna vijana wengi ambao tumekuwa na vichaka. Tumefanya vichaka vya kama sehemu ya kukimbilia. Kuna wengine ambao tumekimbilia katika kichaka ambacho kimetufanya
tusimuone Mungu katika maisha yetu. Kuna wengine tumekimbilia katika kichaka fulani ambacho kimetufanya tusifanye kazi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo katika maisha yetu Mungu anapokuja kututafuta, anatutafuta ili kuturudisha. Vipo vichaka vingi ambavyo tumejificha hata ndani ya kanisa. Vijana wengi tumejificha katika vichaka mbalimbali ambavyo vimekuwa kama sababu ya kutokumtumikia Mungu. Sikiliza, katika jioni ya leo Mungu anatuita vijana kwa ajili ya utume. Sikiliza. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Somo letu linasema Adamu, Adamu uko wapi? Hili ni swali ambalo lililenga kumtaka Adamu atubu dhambi. Ni swali ambalo aliulizwa Adamu ili kumfanya akiri dhambi. Ni swali ambalo lililenga kumtafuta mwanadamu na kumrudisha. Sikiliza, na ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Kuna wakati fulani vijana tumeanguka, ni ndio, lakini bado kuna sauti za wazazi ambazo zinatuita ili kurudisha mahusiano. Sikiliza, tusiwe na sababu nyingi za kukwepa tatizo, ila tukubali kwamba tumeanguka, tuombe msamaha, tutafute namna bora ya kuweza kurekebisha. Biblia inasema hivi, Adamu alipoitwa akaitika akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuambia usile? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti nikala. Yaani Adamu anajaribu kukwepa tatizo. Ndio maana yaani Adamu hakubali ya kwamba nimetenda dhambi, ila anaanza kutafuta sababu za kuhalalisha tatizo. Na ndio maana katika ulimwengu kuna vijana wengi ambao tunatafuta namna ya kuhalalisha dhambi. Yaani kuna kinamna fulani hivi tunapoanguka katika dhambi, hususan dhambi ya uzinzi, tumetafuta namna fulani hivi ya kuhalalisha, tumetafuta namna fulani hivi ya kuonekana, ya kuifumba dhambi ili ionekane sio dhambi. Yaani tumejitafutia kuwa na haki ndani ya maisha ya dhambi. Na kuna wengine tumefanya kuwa kama activities ya kila siku. Ngoja niwaambieni vijana, Yesu anatuita. Mungu alimuita Adamu akasema, Adamu, Adamu uko wapi? Je, unapoisikia hii sauti inapoita, je, Mungu anapouliza uko wapi, wewe utajibu nini? Yaani wakati huu Yesu unapoisikia hii sauti, Mungu anakuuliza uko wapi, utajibu nini? Kuna mtu mwingine katika wakati huu sauti ya Mungu inapoita uko wapi ewe kijana, kuna mtu mwingine muda huu yupo mahala fulani anafanya uovu. Sikiliza, sauti ya Mungu inaposikika ikikuita, usifanye moyo wako kuwa mgumu, mkubali, mpe Yesu maisha yako. Kwa hiyo Adam atafuta namna ya kuonekana mwenye haki, anamtupia mzigo nani? Mungu. Yaani Mungu aonekane kuwa ni mwenye makosa. Na ndivyo ilivyo katika karne ya 21 leo. Yaani watu tunakuwa ya kwamba tunapoanguka katika dhambi hatukubali kutubu, ila tunatafuta namna ya kumwona Mungu kama ndo mwenye makosa. Yaani Mungu anaanza kuonekana ni kama mwenye makosa katika mambo yetu. Wewe mwenyewe Mungu unajua, kwa sababu haukunifanyia 1 2 3 imekuwa hivi. Kwa hiyo katika siku ya leo
Mungu anatuita vijana. Adamu na Hawa baada ya kuanguka katika dhambi, Mungu alienda kuwatafuta, na misheni ya ukombozi ilikuwa imeshaandaliwa. Baada ya anguka la dhambi, ikatabiriwa habari za ujio wa Yesu Kristo katika ulimwengu. Katika Mwanzo 3 ile fungu la 15 zikaanza kutabiriwa habari za ujio wa Yesu. Na Yesu wakati ulipofika, alikuja akazaliwa kama mwanadamu, akafa katika msalaba wa Kalvari ili kutukomboa. Kwa hiyo wito wa Mungu katika siku ya leo kwa vijana ni kwamba anatuita tutoke katika maisha ya dhambi. Tumeishi kwa muda mrefu katika hayo maisha tuliyoishi. Sasa ni wakati wa kumrudia Mwokozi. Vijana wenzangu, katika juma hili tumrudie Yesu. Mungu anatuita katika siku ya leo, anatuuliza tuko wapi. Yeye yuko tayari kutuijia mahali popote tulipo. Haijalishi ni gharama kiasi gani, maana gharama ameshaitoa katika msalaba wa Kalvari. Hivyo yuko tayari kusikia mahala popote tutakapokuwa. Yeye yuko tayari kuja kutuchukua kutoka katika maisha yote ya dhambi tulioishi. Yeye Yesu atazami dhambi zetu, anatutazama sisi kwa sababu sisi ni wa thamani mbele zake. Hivyo kijana mwenzangu na nisikiliza, haijalishi umeishi katika maisha ya dhambi kiasi gani, maisha ambayo yamekusababisha upoteze mwelekeo, bado kuna sauti ya Mungu inayokuita uje kwake ili yeye abadilishe maisha yako. Biblia inamaliza kwa kusema kwamba mtu yoyote usiudharau ujana wako, ila uwe kielezo waaminio na wasioamini. Tafasiri yake ni kwamba vijana tumeitwa kuwa vielezo kwa ulimwengu, tumeitwa kuwa mabalozi kwa ulimwengu. Tumrudieni Mungu. Yatosha kuishi maisha ya ulimwengu, yatosha kuishi maisha ya uzinzi, yatosha kuishi maisha ya usagaji, yatosha kuishi maisha ya ushoga, yatosha kuishi maisha ya kujiuza, yatosha kuishi maisha ya utumwa wa dhambi. Ni saa ya sisi vijana kumrudia Yesu. Enyi vijana, tumrudieni Yesu, tumrudieni Mungu. Bado anatuita. Yeye anasema dhambi zetu zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji. Yeye Yesu yuko tayari kutupokea na kutubadilisha. Kijana mwenzangu naye nisikiliza, utaishi katika hayo maisha ya dhambi mpaka lini? Yaani utaishi mpaka lini katika maisha ya dhambi? Hebu jiulize hata wewe. Yaani umeishi kwa muda mrefu, ukiangalia hakuna faida ulioipata. Hivyo katika siku ya leo Mungu anatuita tutubu, turudi katika maisha katika maisha yaliyo bora. Mungu yuko tayari kutupokea vijana, na Mungu akubariki sana kijana ambaye unajitoa kwake. Sikiliza, katika siku 10 za maombi Mungu amekusudia kuturejesha vijana. Usiache kuja kwa Yesu, yeye yuko tayari kwa ajili yako. Mungu wa mbinguni atubariki vijana. Nyie vijana ni wa thamani sana mbele za Mungu, na Mungu amekusudia kututumia vijana kuimaliza Injili, na shetani naye anahakikisha ya kwamba anaharibu vijana ili tusimtumikie Mungu. Sikiliza, katika siku ya leo wito wa Mungu uko unakuita uje umkiri, abadilishe maisha yako. Haijalishi umeishi maisha gani, Yesu amelipa gharama katika msalaba wa Kalvari. Tunapoenda kuomba, tuombe. Mungu wa mbinguni, tunaomba utusaidie vijana kubadilika na kuishi sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo, amen.